Watu wangu wa one term, hebu kujeni hapa tuambianeni vitu zingine ukweli. Sasa kuna shida. Na shida yenye iko, ninyi wote mliona hii kitu ilifanyika Kisii. Hii story ilifanyika Kisii si story mzuri. Na hii ni dalili za kukuambia 2027 haitakuja kuwa vizuri. Kwa nini nasema hivyo? Ukiangalia ile clips zenye wale vijana walikuwa wanaleta vurugu, hiyo clip iko na maaskari wangapi? Wawili. Wenye wako hapo karibu. Na ilhali wanagonga convoy ya Mr. Sifuna. Wacha tuseme convoy ya Linda Mwananchi. Ukiangalia na big picture, there's no way unaweza anda kugonga hiyo convoy kama maaskari wako hapo. Means that they were paid. Na kama walilipwa, kama walilipwa aswa, lengo kuu ilikuwa ni wafanye nini? Ama waonyeshane picha gani? Kwa sababu kwa politics kuna vitu mbili unafaa kujua. Kwa politics there's timing. Sana timing. Ukiangalia kama hii vurugu inatokezea wakati gani? Wakati wenye Linda Mwananchi imeenda wapi? Before haikukuwa. Unaona? Kama wangekuwa si watu wenye wamelipwa, si wangekuwa wameenda kuleta vurugu baadaye. Kabla hiyo convoy iende wapi? Iende huko. Kumaanisha it was a timing. Walikuwa wametumwa waende walete vurugu. Hiyo vurugu iko na message gani? Kwa politics hiyo ndio inatakana kitu waanza kuangalia. Iko na message ya kutuma nini? Message inatuma ni vitu mbili. Number one, ionyeshane kana kwamba Kisii ni eneo la two term. That's on my own side. Kwa sababu huwezi nunua watu waende walete vurugu kama wahitaji vurugu, kama hakuna vurugu. So walinunuliwa ndio ionyeshane kwa kwamba huyu jamaa hatakikani wapi? Kisii. Ilhali wa Kisii walikuwa wanamtaka kwa sababu ilifanyika hizo mkutano zilifanyika sehemu tatu. Ilikuwa Keroka, ilikuwa Kisii na kuna mahali ilikuwa ndio na Masivi iko hapo mbele. Hiyo ni ile nyawa mama walienda ya kwanza. That was the first meeting. Wakakuja Kisii, then wakakuja Keroka. Hii vurugu ilikuwa inafanyika Keroka. Unaona? So, jiulize. Hawa vijana wametumwa waende walete vurugu. Who is behind them? Because they are being given protection. Na wenye wanapatiwa protection unajionea tu na macho, hata si kitu ya kuambiwa. Na si siasa, ni kitu ya kujionea na macho. So inamaanisha alikuwa na message ya kutuma either two term Kisii, which is impossible kwa sababu wale watu ni watu wa one term, na nitakuja kutengeneza video nyingine juu ya hiyo. Number 2, alikuwa anataka kuonyeshana mkikosa kunichagua hii ndio kenye ndafanya. Unaona? So kwa story ya Kisii mimi inaniuma. Kama mwenye anapenda siasa kama mimi na nikiangalia ile kenye inafanyika, and also nikiangalia zile vitu zenye zilifanyika 2007 2008 because nilikuwa mtu mwenye anajielewa at that time. So when I see that path, huyu jamaa atakuja kutuibia. Tunataka tumtoe ndio, lakini there's a big problem. There's a big problem. Kabisa. Peace of mind yangu. Kama unapenda video yangu, jaribu unifuatilie uone.